Yes, we are back after a short break na tuko bado live. Kumbuka unatupata pale katika YouTube Manabe TV, unatupata pale Facebook Manabe TV, na vile vile unatupata pale TikTok Manabe TV, na pia katika X ambayo ilikuwa inaitwa Twitter. Unatupata pale, mambo ni live ambapo tunasema Manabe TV, mambo waziwazi. Kumbuka tunaendelea kuchambua mambo ambayo yametendeka hii wiki, mambo ambayo imepata kipaumbele katika magazeti zetu. Na kwa hivyo moja kwa moja tarejea. Sijui uko na gazeti gani? Mimi niko na gazeti ya Taifa Leo. Alhamisi. Yes. Naona page yangu ya kwanza, watazamaji mnaweza tazama muone kwamba hii ni picha ya the People's Deputy President Rigathi Gachagua. Kinara wa DCP. Amewaambia hamtaingia DCP kienyeji. Anamaanisha vipi? Anamaanisha ya kwamba naona hapa chama cha Demokrasia for Citizen Party kinachoongozwa na Rigathi Gachagua kimeunda kamati maalum ya watu 7 kuchuja viongozi wanaotoka kuhama katika chama ya United Democratic Alliance yani UDA kabla ya kupokelewa rasmi. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya kutokea mvutano mkali kati ya Bwana Gachagua na baadhi ya washirika wake waliochaguliwa kuhusu iwapo wahamiaji kutoka UDA wanapaswa kupewa kipaumbele zaidi kwenye chama. So hapo ni penye nilikuwa nakwambia, nilikuguzia history kabla ya tuingie saa hizi. Kweli kabisa. Nakwambia kwamba aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ametoa kamati ya watu 7 ya kuangalia watu ambao wanahama kwa chama, wale ambao watu wanahama kutoka kwa chama ya UDA wanatoka sijui chama ya ODM, wakikuja kuna vile ambao wanakuwa monetized, wanaangaliwa waingie kwa chama ya kienyeji. Yani hivi sijui kama kidogo wanajaribu kumaanisha katika kila chama kama katika kila organization kuna zile siri za chama na kwa hivyo sijui mtu akija kutoka nje lazima pengine anafanya upekuzi, lazima uangaliwe, lazima wakukague vizuri, unajue kwa nini ametoka pande ile, kwa nini umehama chama ya UDA, umekuja DCP, umekuja kufanya nini. Watu unajua pia nilisikia pale kwa chama ya DCP wanaangalia capacity. Wanaangalia capacity. Wewe unakuja kwa sababu ama ubabe wa leaders. Capacity ni how capable are you? Unajua kiongozi lazima uwe na capability. Uko na vision gani? Ndoto zako ni gani? Unaweza fanya nini? Uko na experience ya kufanya kazi ambayo unakuja kuomba. Kama unataka kuomba kiti ya MCA, uko na capacity ya run the world level. Kama unataka kiti ya ubunge, uko na capacity ya ku govern the constituency. Na kama unataka governor ama senate ama nini, uko na capacity ya kuangalia both county and the national government. Hiyo ndio kitu ambacho wanaangalia, capacity. Yes. Okay. Hiyo ni mzuri kabisa. Yangu niko na Daily Nation ya siku ya Alhamisi ambapo pia yale mambo ambayo tumekuwa tukiongea nadhani hii wiki mambo ambayo yamepatiliwa kipaumbele ni hamahame ya chama kutoka hiki chama kuingia kingine. Naona wamemrejesha Uhuru Kenyatta, kiongozi wa chama cha Jubilee ama ule anaitwa backbencher chairman wa Jubilee. Amerudisha katika siasa lakini kwa njia tofauti, ambapo katika ile hamahame kuna watu ambao wanataka kujiunga na yeye na pia anataka kujiunga na wengine. Hapo that's a very interesting story. Wanataka Uhuru Muigai Kenyatta anataka kujiunga na nani? Uhuru Muigai Kenyatta inasemekana katika kwa kitu moja ningetaka unielewe, katika ile mshikano ama ile wanaita kimombo coalition, katika kila coalition huwa wanapenda kuonyesha ubabe wao. Pengine Gachagua anataka kuonekana yeye katika ile coalition yeye ni strong. Pengine Uhuru katika ile coalition ama muungano anataka kuonekana yeye ndiye ana nguvu kuliko wenzake. Pengine Kalonzo Musyoka pia anataka kuonekana yeye ndiye kusema pale. I think katika coalition kuna mambo mengi. Yani coalition ni ndoa ambayo iko na bibi wengi. Ndio, na watoto wengi. Sasa haya hamahame wacha iendelee. Na hii wiki sijui kama umeangalia vizuri, tulikuwa na strike. Ya madaktari mwaka uliopita na mwaka huu sijui shida imetokea wapi, wamekuwa na shida hivi wana strike, wanasema mishahara zao zimeleta kuna shida, na pia kuna wauguzi ambao wanasema kuna lack of facilities. Kuna hospitali hazina madawa, hazina enough facilities ya kukaa pale hospitali. Lakini nadhania kulingana na maoni yangu ile si swala ambalo ni la national, ni swala ambalo ni la county.
Na hilo ni swala la county. Najua kama kitu kwa county hiyo ni both county and the national government. Because the county work hand on hand. Sababu ambao wamepatiwa kipaumbele hapa katika huu mgomo ni kutoka kule Uasin-Gishu county. Kule kumeleta shida kule. Kuna shida huko. Kuna balaa. Naam. Haya, na nikiangalia kwenye gazeti yangu naona kwamba Ruto na Oburu waandaa kongamano. Rais Ruto na kiongozi wa ODM Oburu Odinga wameitishia kikao cha siku 3 Naivasha. Yes. Huyu Oburu Odinga sijui unamkumbuka, ni ndugu aliyekuwa prime minister wa Kenya Raila Amolo Odinga, ni marehemu. Naam. Na yeye ndio alipewa kiti akasimamia nafasi ya kiongozi kinara wa ODM Raila Amolo Odinga. Naona alikuwa kuna siku nyingine niliona video kwamba anataka power. Hawezi bila power. Wako na kongamano kwa Naivasha. Naam. Okay, na sijajua ni kwa nini, pengine kwa maoni yako, wakati kuna mhama ile hamehame ya chama na pia wakati ambapo kuna mambo mengi inafanyika katika vyama. Naam. Wengi wanapenda kuja Nakuru. Sijui nini wanapenda Nakuru nini? Nadhani Nakuru kuna climate poa ya political. Political ama wakati ambapo wanafanya launching kama tuseme ni ya party coalition wanakuja Nakuru. Nakuru kuna a very big ground. So that's it's a max kwa wakazi wa Nakuru. Pia sisi watu wa Nakuru tunajivunia kwamba kila kitu ambayo inakuja Nakuru inakuwa very powerful. Very powerful. Sababu nakumbuka pia ile ya 2022 ya kiongozi ambaye alikuwa anafahamika kama the former president Uhuru Muigai Kenyatta, pia alikuja Nakuru. Naona vitu vyote kubwa inafanyikia Nakuru, kama hata unaona hii safari za rally inafanyikia pale Naivasha. Kwa Naivasha kuna ground kubwa sana. Ile wanaita Vasha. Vasha rally. Ndio. Mambo ya kiajabu ajabu hapa katika gazeti langu katika kurasa la 3. Inasemaje? Ambapo wanasema kuna huyu mwanadada anaitwa Wamugo ama Queen Wamugo. Nani huyo? Na hiyo Queen sababu ya kingine ni Queen wa kuwekea watu mchele. Wajua mchele? Mchele hiyo ni watu wanaweka kwa kinywaji pale uko kwenye sakata yako ya kujivinjari. Na huyu mwanadada amebobea sana, sababu inasemekana tangu aanze kufanya kazi hii ameweza kuibia wanaume 1.8 million. 1.8 ile ni money transfer kutoka kwa simu. 1.8 million. 1.8 million. That's a millionaire. Yani already she is a millionaire. Mtazamaji ambao unatazama, mchele ni yani ile kumwekea mwenzako kitu kibaya kwa kinywaji na inamfanya analala ama pengine kwa chakula. Anasinzia, anakosa kupata fahamu na kisha anaibiwa. Lakini sijui namna gani wanapata ile pin number. Sasa unajua hiyo dawa ukipewa unachanganyikiwa. Unakuwa mlevi, totally mlevi. Sasa mtu akikuuliza pini yako ya M-Pesa nini? So wanaendelea kusema huyu mwanadada huyu Queen Wamugo amefanya biashara Nairobi sana ya kuibia wanaume. I think wanaume ndio huwa victims most of the time. Unajua sasa wewe kama mwanaume ukiingia pale kilabu wataya na kasichana kadosho kadosho hapo. Kidogo anakuja kwako na kusmailia wewe ni nani? Unajipata pale. Sasa inasemekana pale unajipata taabani. Huyu Queen Wamugo akaibia watu sana Nairobi, kisha akaona amejulikana sana. Yaani maarufu wake umeenea sana. Akaamua kuhamia maeneo mengine kufanya biashara Karatina. Sasa yuaibia watu Karatina. Karatina Nyeri. Ningeshangaa kama ingekuwa Nakuru basi mambo ingeharibika. Sababu najua kuna rafiki yangu mmoja. Kidosho kweli ukimuona. Kuna rafiki yangu mmoja ambaye anapenda kuingia hizo pesa sana. Anaitwa John Karanja. John Karanja angekuwa amejipata pale. Sasa angekuwa na shida sana kwa sababu unajua angekuwa the next victim. Kwa hivyo Queen Wamugo angehamia hapa kwetu Nakuru. Katero angeenda mbali. Angeporwa sasa. Jamaa wako hatari. Huyo ni jamaa wangu hatari na ni jamaa wa nguvu. Na kama wako Nyeri wacha akae Nyeri asikuje Nakuru. Nao tunahamisha Katero wanaenda Nairobi. Haya basi sisemi kitu. Queen Wamugo kaa huko Karatina. Tunaendelea. Gazeti lako sijui nasema vipi? Gazeti yangu ni kwamba kuna Inua Jamii programs. Unajua hii Inua Jamii? Ili wazee wapewe hela kwa wakati, ile pesa za wazee. Nikiangalia kwamba kutoka 2017 kulikuwa na mjadala sana na kukapitishwa kwamba
kulikuwa na petition kubwa sana kwenye bunge ya kwamba hawa wazee wote wakuwe na pesa za uzeeni. Kuna pesa za uzeeni. Sijui kama wewe umeisikia ama maybe kijiji ambao umetoka kuna wale ambao ni wazee kama inawafikia. Wanapatiwa kiwango kipi? Zamani nilikuwa nasikia ni 10,000, mara ni 6,000, haieleweki, lakini ni pesa za wazee na wanatishia kwamba hizi pesa ziweze kupeanwa kwa wakati unaofaa. Juzi nimekuwa na kikao na wazee fulani pale mtaani. Katika show ambayo huwa tunaleta inaitwa mtaani haso mtaani. Na kuna wazee waliniarifu mambo fulani kadha wa kadha. Na katika yale maneno waliniambia kuwa mtukufu rais amewaahidi kuwa wazee wa nyumba 10 watakuwa napewa mshahara. Kama umesikia ile jambo? Hiyo jambo sijaisikia. Ni fununu kuwa watakuwa kila mwisho wa mwezi wanapatiwa 3,000. Wale wazee tunawaita nyumba 10. Nyumba 10, nadhani ya nyumba 10 inafaa. Nyumba 10 wafaa. Nyumba 10 pia wanafaa hadi kupewa chakula. Kwa hivyo kuna wale wazee ambao kwa sababu wale wazee ni wale ambao wanafanya kazi moja kwa moja na chief. Na kazi yao ni maintain security and order kwa vijiji. Nadhani unajua wazee wa nyumba 10 they are the only people wenye wako kwa Biblia. Wazee wa nyumba 10 kazi yao ni ku make sure kwa kijiji kuko na order, kuna discipline, kuko na amani na anything that is happening kwa village. They are the first respondent. Hao ndio wa kwanza. Ina maana ni vizuri waingizwe katika mgao, yani katika ule mshahara. Ni serikali ya kuanzia chini. Ndio kweli kabisa. Kipaumbele katika kurasa langu la 5 katika Daily Nation Wednesday tunaona ni kuhusu Mount Kenya. Kiongozi ama kinara wa DCP Rigathi Gachagua anaendelea bado ule mchakato wake wa kuunganisha Mlima Kenya. Naona hapa kwamba kwa hii gazeti yangu mtazamaji anatazama aone kwamba hii ni picha ya kiongozi wa anaitwa huyu jamaa namjua. Kalonzo Musyoka. Huyu mwingine ni Matiang'i. Naona pale kuna JB Muturi na upande wa kulia naona Rigathi Gachagua. Naona anasema kwamba kabla tutangaze lineup yetu ya team one term, kwanza tunakemea hii mambo tunayosikia kuwa opponent wetu anapanga kutuchikisha handball. Yani opponent wao sio obviously ni rais wetu William Samoei Arap. Hivi niseme rais wetu ni Rigathi Gachagua. Hiyo mdomo kwa nataka kufanya nini? Sijui inataka ubabe wake umeendelea sana. Maarufu. Ni venye ninamuona sana Rigathi Gachagua, nimemuona kiingia kwingi. Ndio. Twende kwa gazeti ya Thursday inasemaje? Sasa hapa kuna maajabu tena. Ya Thursday. Kuna maajabu. Naam. Sijui kama kuna maajabu inaendelea hapa. Tumekuwa na mchakato pia kuhusu utendakazi unaitwa utendakazi wa magavana kule makaunti. Kumbuka tuko na kaunti 47. Ndio. Wewe sijui kwa nini wanasema katika ule utendakazi Sakaja avutamkia. Sakaja avuta mkia. Sakaja sio mimi nimesema, ni gazeti la Taifa Leo. Amevuta mkia. Sakaja yani afanye kazi ama kumeenda vipi? Yani kiwango ambacho anafaa kupeana katika kitu inaitwa development. Hayuko. Mgao wake ni mdogo. Na tena ule utendakazi huonekani. Sasa yasemekana katika wale magavana wengine 47 Sakaja yuwavuta mkia. Sijui maoni yako. Ni watu wa Nairobi. Unajua nilikuwa nimesikia kwamba kaunti ya Nairobi ni kaunti ambayo ni kubwa sana. Kubwa. Na nikasikia kwamba county government iko na mjadala pale bunge ya kwamba county government ipelekwe ikuwe ina managewa na the national government. Kwa sababu kaunti ya Nairobi ni kubwa. Na sijui hiyo jambo lilifika wapi. Lakini tunatarajia kwamba huyu Sakaja aondoke. Afanye kazi. Pengine ni kurudisha nyuma kidogo. Wiki lingine ambayo ilipita. Kuna mambo ambayo ilifanyika. Ambapo katika one of our media stations, sitataja jina. Walileta ule jamaa aitwa Matiang'i, Honorable wa Matiang'i. Wa Matangi yule Kiambu. Na kisha walimleta yeye na ofisi yake yote. Ambapo walikuwa na kikao na akaweza kuelezea nini ambacho ameweza kufanyia wananchi wa Kiambu. Lakini ule mchakato ambao walikuwa nao hiyo siku, urudi ukaleta maneno. Number 1, stima zilizimwa. Zikapotea.
Gavana wengine tena wakaleta shida, wakasema hawapendi hiyo maneno. Lakini kwa maoni yangu niliona ule gavana amefanya kazi. Ule gavana amefanya kazi. Pengine nikukumbushe kuwa ni mahali ambapo anakuja, anapata kikao, anajibu wananchi nini amefanya tangu aingie mwaka wa 2022. Naam. Nini amefanyia wananchi kufikia sasa, pande ya health katika county, pande ya miradi yote ambayo gavana yafaa kuifanya. Yes. Na pengine gavana wengine waleta shida sababu wanaogopa kuja kuwekwa kwa kikao. Wanaogopa kikao kwa nini? Sababu hawajafanya, yani huu tunasema sasa utenda kazi, hawajafanya kazi vile inafaa. Kwa hivyo wanaogopa kuja katika kile kikao waambie hawajafanya nini? Hawajafanya kazi. Sijui kama uliona huo mchakato. Hiyo mchakato niliona na nikafuatilia, nikasema hiyo mchakato iendelee kwa kaunti zote. Pia Nakuru wakuje wafanye waite Susan Kihika na kamati yake. Na niwakumbushe kwamba watazamaji, tuko live pale Facebook @Manabet TV, TikTok Manabet TV, YouTube Manabet TV na pia X tuko @Manabet TV. Yani